We as church leaders from West Kenya Union Conference are shocked with the level of insecurity and loss of lives at Gwetembe and Angata Barrakoi that has persisted for the last 3 years. Our church members, including pastors, have been killed, their properties destroyed, and some of our members forcibly displaced from their homes and churches closed. We have witnessed not only barbaric acts, but also inhumane and demoralizing acts of lawlessness. We condemn the persistent killings of innocent people that has persisted for the last 3 years, which has left many orphans, widows, maimed, and homeless. We condemn and demand the following from the government and the county's leaderships around this area. We pray that the police should move with speed and arrest all the perpetrators of these heinous acts and provide security to all families living along the border. The national government and the county governments of Narok and Migori should step in and establish the true boundaries between the two communities. The elders from the two communities have lived together for decades and they understand their actual boundaries. Usiku ilikuwa kwa nyumba, nikapamiwa na wakare. Wakaingia, wakasingira nyumba yote. Wenye walisingira nyumba, wakachoma ndio hii. Wenye walichoma hiyo nyumba, mimi nilikuwa kwa nyumba ingine pande hii ingine. Wakakuja wakaingia tena kwa hiyo nyumba, wakaanza kuikatakata. Walikuwa wanaigonga na miti, wanaigonga, wakigonga nikiwa kwa nyumba, wanaruhusa hata mishare, wanagonga mlango mpaka inatoka, tena narudi tena nafunga, tena wanagonga wanatoka, tena narudi nafunga. Sasa mimi nilikuwa naomba serikali inisaidie. Hawa kare wametusumbua sana. Nimechomewa nyumba, sasa hata watoto nitapeleka wapi? Kila kitu kimechomewa kwa nyumba. Sasa nitapeleka watoto wapi? Hata makuku yalikuwa ndani, kila kitu. Sasa nitafanya nini? Nitaenda wapi? Sina sehemu ya kwenda. Sasa mpaka sasa hivi serikali tumeomba kwamba security, kama ni security nafaa kuwekwa hapo, iwe ni maaskari wanafaa kukua hapo, kwa sababu kazi moja ya askari ni kulinda raia na mali yake. Lakini gunsi wakiwekwa hapa kwamba wao wanalinda waya, shwari gunsi anaweza haribu, alafu sisi ndo tutakuja kusingisiwa. So wito wangu ni kwamba serikali isiwe kwamba ina target Mkuria kwa kumwangamiza, ina target Mkuria kwa kumutesa. Iwe kwamba baada ya waya kuwekwa hapa, ibainishwe kwamba investor mwenye amechukua hayo mashamba yetu aweke security ya serikali yenye haina upaguzi. Lakini tunapoona kwamba ni mkipsikisi analinda waya, anazunguka hapa, nia yake ni kutumaliza. Na already kutumaliza ni kwamba kuna siku wamekuja wakaua wazee wawili kwa maboma nyumbani. Usiku wa kuamkia leo already wamekuja wamechoma boma. Kumaanisha kwamba hizi boma zenye siko Nyanza bado hasiko safe. Ubariki watoto wako. Maombi. Kufanywa maombi maalum. Najua hali mnayopitia si rahisi. Nitawakaribisha viongozi wetu. Mungu wetu, tunaomba kwa ajili ya maisha yao. Amen. Neema yako itawale mioyo yao. Neema yako itawale maisha yao. Neema yako. Mwisho labda kiongozi utakuwa na jambo la kusema. Tumesimama na hao ni wale wameathirika. Wale wa kuongea wakuje. Wapi mwenye boma?